So guys, kuna hiyo time nilikuwa nimepost nikasema naenda Dubai. Alafu sijui ni nini nilifikiria kuambia watu sina client. Nione kwanza reaction ya wale watu vile watu watanifikiria. Na nikakam kurealize history ya mimi kuongea kuhusu watu 35 years and above na hawana gari wanatumia matatu. Nika notice ni kama ile resurface tena. So mimi nikashindwaje. Mbona hii kitu iamshe Alsas? Nikajiuliza kwa nini hiyo kitu inaamsha Alsas? So mimi wakati nilifika Dubai, sikuwa nimeonyesha watu niko na client kwa sababu nilikuwa nimeona of course comments zilikuwa mingi, watu walikuwa wanasema negative things about me, wanasema venye wataniseti. So nika decide nita keep hiyo kitu private. Wale ma clients tu walikuwa wamenibook na wenye walikuwa wananibook nilikuwa nawaambia waingie inbox ama wakuja kwa WhatsApp niwabukie hapo. So sikuwa na book watu ati venye na bookingiwa sina waambia ati niko na watu wangapi. So nilidanganya watu sina client. Guys, wacheni niwaambie tu kweli. I went to Dubai. Na God alikuwa anataka nene nikalani kitu kwa sababu mimi ni msemo kweli. Kama uko na brother ako Dubai, kama uko na sister ako Dubai, kama uko na mtu ako Dubai unajua unampenda. Sometimes ni vizuri kujulia watu hali. Because those people, they are living a poor life. Yenye ama agent wanawapeleka huko Dubai wawaambie. Me, I went there and I saw and I concluded and I can tell you the truth. Kama uko na best yako ama rafiki yako ama relative wako alienda Dubai, ukifikiria ati kwa sababu ameambiliwa na agent mshahara 80,000 ukafikiria 80,000 ni pesa mingi. Guys, those people are suffering. Those people are suffering. Najua watakasirika juu ninawaambia ukweli. Hao watu hata mahali wanalala, mkenye wanakula na kenye wanakunywa na kwenye kazi zenye wanafanyishwa. I'm telling you the truth. Kaeni Kenya, guys. Kama uko na uwezo, kaeni Kenya. Kama huyo mama yako ama baba yako anaweza kulipia 100,000 na kupeleka Dubai ukaenda ukatafute kazi, imwambia hiyo 100k kununulia nduthi. Believe me. Ukiwa na nduthi hiyo 100,000 unaweza fanya vitu mingi sana kuliko mtu ana make 200,000 in Dubai. Mtu ana make 200,000 in Dubai hata bed sitter hizi afford. Analala kwa kitanda ya kukomboa. Wana hire bed. Hana privacy, hana anything. Nimeshawaambia kama huo mtu alipiwa accommodation na kampuni na umesikia agent amemwambia atoke hapa aende, huo mtu ameenda kuteseka. But they won't tell you because I don't know, maybe wanaogopa mtawajudge, but I'm telling you the truth. Your brothers and sisters in Dubai, they are suffering. They are living pathetic life kwa sababu wanataka tu kuonyesha wasafi kama nyinyi, but those people are suffering. Ni hiyo tu kwa sasa. Spaki Kenya, microblading. Umesema Dubai people are poor, Dubai people are suffering. Yeah? 98% are suffering, only 2%, yeah? Bro, hatujakata. But the fact remains that afadhali kusafa ya Dubai and you can afford to pay your bills, your family are living in peace, watoto wako wanaenda shule kule home, kushinda ile kusafa ya mtaani na mfuko imeparana na haina kitu. So wewe ulikuja huku kuchunguza maisha ya watu ama ni biashara ilikuleta huku? Cause me as I can see, hiyo microblading, hizo my eyelashes, hizi ni manini inatengeneza, ni kama akili yako pia ni kama inaenda kufika hii size za ma eyelashes pia. Kwa sababu I don't know kama mtu mkubwa kama wewe unaweza sema kuwa mtu amefika 30 years old haufai kuwa unapanda matatu, unafaa kuwa uko na gari yako. Then huyu mtu sasa amejikamua, amejitoa nje, amejilipia commission, amejiletea huku, anajitafutia huku. Hatujakuja starehe bro. Kitu moja lazima understand. Wewe ulikuja huku ukakosa ma clients, that's why uko na hii machungu ya ujinga ya kuati Dubai watu wanaishi kwa bed space. It's okay. Kwani hao watu ambao wanaishi kwa bed space ni wanyama? Si ni watu tu na they are living, na watoto wao wanaenda mashule, wamemaliza ma university na ni madaktari. It's okay kwa sababu huku hatujakuja starehe, huku tumekuja kujinyima. Hizo ma studio ma whatever unaongelea, these is luxury. Kama unaweza ku afford, pesa yako inafika hapo sawa. You live within your means huku. Hiyo ndio msemo yao kitu. Unajikuna pale ambapo mkono yako inafika. We haven't come huku kwa starehe. Sisi hatujakuja kuvisit venyewe umekuja kuvisit. Wewe at least uko na mama wawili watatu umekaa nao wakakuchanganya akili yako na watengezeanga hizi tu vitu. Alafu sasa unaanza kutudharau ati watu wanateseka. Nani amekwambia kila mtu Dubai anateseka? Dubai people are doing good. Hebu tuko na event inaitwa Up the Smoke coming up. Hebu kuja uone venye wa Kenya huko Dubai they are living large. Yeah? Hii kika Porsche Cayenne kako na kaendesha ka 2003. This is nothing bro. This is nothing. Watu tuko hapa tunaendesha magari za 2025. Atu ringi. We are not, because these are materialistic things. We don't judge people by materialistic things. Hizi ni vitu za dunia tunaitanga ni vanity.
But at the end of the day, kuwa familia yangu imeishi vizuri, watoto wamesoma shule mzuri, rent hawalipi, maadhe anakaa fiti, hakuna mtu ambaye ananililia ati yo niko na hii na hii, unless kuna pia wale ma relatives wao watakushinda na kulilia, but how if you can't help them, if you cannot, they are none of your business. You know, hiyo ndio kitu ambayo imetufanya tuko huko. Hata kama tunalala kwa mabase, tunalala chini, tunaosha nyoka, tunafanya whatever tunafanya. Please keep off. Wewe ulikuja na zurura huko alikuzu kama kuku imepotea. Hakuna mtu yote ambaye amekunania amekuuliza kwa nini ulikuwa na zurura kama ng'ombe kwa soko. Kwa nini uko na bita na watu ambao wamekuja huku kujitafutia? Government yetu imetufail. Kama wewe you are lucky kuzaliwa kwa familia ambayo iko na kitu, thank God. Ama wewe sasa you are lucky kuwa umepata mbele ya mwingine, usianze kuita watu wengine ni walezi. Ya, sisi kila mtu ni mlezi, wengine siku yao haijafika. So ukija hapa ukianza kutuambia ati tu sijui Dubai sijui nini, hatujakataa, tumeadmit very well we are suffering huku, but the kind of suffering yenye iko huku you cannot compare it na ile suffering ya Kasongo huko. Huku unasafa lakini umelipa bili zako, unalala kili. Na ushaona mtu Dubai amekonda. Huku kila mtu amenona kwa sababu wenyewe umelipa bili zako, hakuna kitu na kukula kili, hata kama umelala kwa hiyo kitanda kukomboa. Roho imetulia kwa wenyewe this month, hakuna mtu ambaye atafungia mama yangu nyumba, watoto shule nimemaliza kulipa school fees, pia nimekafanya kananio kangu hapo. Hiyo 8K ambayo unasema, hiyo 8K ni kazi gani Kenya yenye unaweza pata yenye nakulipa 8K kama si ya gavana, si lazima ukuwe na connection? Ni kazi gani? Bro, acha kudharau watu big man. Mwanzo falling yako akina Khalif Cairo alianzanga hivyo akisema ndugu ya mtoto wake naweza lisha siju familia ngapi. Look at him now. You know, this is how they started. Now mama ambao wanakuja huku pia kutengezwa hizo mavitu na wewe, yetu wewe unadharau watoto wao wenye wako huku nje, they are hustling for their better future. Mama pia wafaa wakae chini tu wajiulize kuwa is this the kind of a person mwanataka kupelekea pesa yangu? Wewe umekuja huku ukapata hakuna watu hawana kazi na hizo microblading sijui manini. Huku watu wako saving. Huku mtu anatengeza nywele mara moja after miezi 2. That's why unaona watu wengi huku wako na rasta. Hawana hizo mananio mastare za ku microblade sijui sangapi. Ni watu kidogo sana. So hiyo ndio uchungu mbeme kuna, na bado next time rudi tutakuja mpaka hiyo place ambayo huko sasa. Tutakuja mpaka hiyo place ambayo huko tukushame. Kwa nini unatutusi? Unatutusi na umekuja huku kwetu kutafuta pesa yetu. Kwa ama huku watu wanateseka, didn't you do your research kwa uone ati huku watu wanateseka usikuje? Wewe mbona unakuja kuchukua pesa ya watu wanateseka na hizo microchiata zako? Bro, style up.